Sikiliza hapa, hebu weka picha hii akilini mwako. Wakulima wawili, ekari moja moja, mbegu aina moja, jua ni lile lile. Mkulima wa kwanza anavuna matikiti 2,200, lakini mwisho wa msimu anatoka na hasara. Mkulima wa pili anapata matikiti 1,700 tu, lakini anaingiza mfukoni faida ya shilingi 2,500,000. Hii tofauti, rafiki yangu, sio bahati wala sio kazi nyingi. Ni namba moja tu, nafasi kati ya mche na mche, na ukielewa namba hiyo leo, utabadilisha hesabu ya shamba lako milele. Hii hapa ndiyo hesabu yenyewe. Inawezekanaje matunda machache ya kuletea faida kubwa namna hii? Yaani akili ya haraka haraka inakataa, au sio? Lakini ngoja nikwambie, hapa ndipo siri nzima ya kilimo cha faida cha tikiti maji ilipojificha. Jibu liko kwenye jinsi soko linavyofikiri na jinsi wewe unavyotakiwa fikiria kabla hata hujashika jembe. Sawa, hebu tuingie moja kwa moja kwenye uhalisia wa soko la Tanzania. Hapa ndipo asilimia kubwa ya wakulima wanapoteleza. Wao wanawaza kupata matunda mengi, lakini soko linawaza kupata kilo nyingi kwenye kila tunda moja. Kitu cha kwanza kabisa na cha muhimu kuliko vyote ni hiki: Tanzania, hasa kwenye masoko makubwa kama Kariakoo, Mwanjelwa na mengineo, tunasahau habari za kuuza tikiti kwa kilo. Dalali hanunui tani, ananunua kwa kuhesabu idadi ya matunda, na bei anayokupa kwa kila tunda inategemea kitu kimoja tu: ukubwa. Yaani, tikiti kubwa unapata bei kubwa, tikiti dogo unapata bei ya kutupa. Sasa hebu itazame hii jedwali. Hii ndiyo lugha ya soko inavyoongea. Lile tikiti kubwa unaloliona hapo la kilo 5 mpaka 8, kiangazi linaweza kukupa kuanzia shilingi 2,000 hadi 4,000 kwa tunda moja, lakini lile dogo la chini ya kilo 3 bei yake ni 300, 600. Tofauti ni ya mbinguni na ardhini. Sasa swali ni, unafanyaje kuhakikisha wewe unavuna matunda ya kundi la kwanza? Na hapa ndipo siri ilipo. Mbegu nzuri ni muhimu bila shaka, lakini ukubwa wa tunda lako unaamuliwa na wewe mkulima. Siku ile ya kwanza unapoanza kupanda, unaamuliwa na nafasi unayoacha kati ya mimea yako. Hiyo nafasi ndio inaruhusu mmea upate hewa, upate chakula cha kutosha, na mwishowe uzae tunda kubwa linalolipa. Okay, sasa maneno matupu hayavunji mfupa. Tuingie kwenye namba halisi. Hisabu inayoonyesha tofauti kati ya mkulima anayepanda kwa mazoea na yule anayepanda kibiashara. Hapa ndipo utaiona nguvu ya ile namba moja niliyoizungumzia. Huyu hapa mkulima namba moja. Yeye anawaza, acha nijaze shamba, nipande karibu, nitapata matunda mengi sana. Basi anatumia nafasi ya mita 1.5 kwa mita 2. Kwenye ekara yake anapata mashimo kama 1,350. Lakini sasa, kwa sababu ya ule msongamano, mimea inagombania chakula. Matokeo, anapata matunda mengi kweli, lakini karibu yote ni madogo, hayana bei. Mwisho wa siku, mapato yake yote anayokusanya ni shilingi 1,250,000. Sasa, ukitoa gharama za mbolea, dawa na vibarua, matokeo yanauma. Anapata hasara ya shilingi 550,000. Yaani, kafanya kazi, katumia pesa, lakini mwisho wa siku anadaiwa. Inasikitisha. Sasa, tumtazame mkulima namba 2. Huyu anaelewa soko linataka nini. Anajua anahitaji matunda makubwa, anachagua kutumia nafasi sahihi ya kibiashara, mita 2 kwa mita 2. Kwenye ekari yake anapata mashimo 1,010 tu. Kwa sababu mimea ina nafasi ya kutosha, inazaa matunda machache lakini makubwa na yenye ubora. Anapata kama matunda 1,700, lakini kwa sababu ni makubwa anauza kila moja kwa bei ya heshima, wastani wa shilingi 2,500. Mapato yake yote yanaruka mpaka 4,250,000. Sasa tazama maajabu. Akitoa gharama zake za uzalishaji ambazo ni sawa tu na za yule mkulima wa kwanza, yeye anabaki na faida mkononi ya shilingi 2,850,000. Hii ni pesa safi anayoiweka mfukoni. Hii ndiyo picha kamili. Ekari ni ile ile, msimu ni ule ule. Tofauti ya faida kati yao ni karibu shilingi 3,000,000. Mmoja ana hasara ya nusu milioni, mwingine ana faida ya karibu 2,500,000.
Yote hii ni kwa sababu ya uamuzi mmoja tu wa nafasi aliyofanya siku ya kupanda. Hii ndiyo nguvu ya spacing sahihi. Sawa, sasa umeona hesabu ilivyo. Swali linakuja kwako, wewe utachagua nafasi gani? Na jibu la hili swali linaanza na swali lingine. Wewe unalenga kuuza wapi? Hapo ndipo kila kitu kinapoanzia. Kimsingi, unachagua tatu. Ya kwanza, mita 2 kwa 2. Hii ndio nafasi ya kibiashara kwa soko la kawaida kama Kariakoo. Inakupa yale matunda makubwa ambayo madalali wanayapenda. Ya pili, mita 3 kwa 2. Hii ni kwa ajili ya soko maalum. Kama unalenga kuuzia mahoteli au supermarket wanaotaka matunda makubwa hasa ya kilo 8 hadi 15, basi hii ndio nafasi yako. Na ya tatu ni ile ya mita 1.5 kwa 2. Inawezekana, lakini inahitaji usimamizi wa ziada. Itabidi upunguze matunda, uache 1 au 2 tu kwa mmea. Bila hivyo, unaingia kwenye hasara. Kwa hiyo, kabla hata ya kupanda, jiulize hili swali la msingi. Mteja wako ni nani? Utauza wapi? Jibu la swali hili ndilo litakaloamua nafasi utakayotumia na mwisho wa siku faida utakayopata. Okay, tumeshaona nafasi sahihi ni muhimu sana. Lakini nafasi sahihi peke yake haitoshi. Ukipanda kwa nafasi sahihi, halafu ukatumia mbegu mbovu, ni kazi bure. Ni kama una gari zuri, lakini umeweka mafuta machafu. Unahitaji vyote viwili viende pamoja. Sasa, kuna aina nyingi, lakini hizi tatu zimefanya vizuri sana hapa kwetu. Crimson Sweet. Hii ganda lake ni gumu, linafaa sana kama unasafirisha matikiti yako umbali mrefu. Halafu kuna Sugar Baby. Hii ni tamu sana, inapendwa sana na watu wa migahawa na mahotelini. Halafu zipo hizi F1 mseto. Hizi zinakupa mavuno mengi zaidi na pia zinavumilia sana magonjwa. Kwa hiyo unapunguza gharama za dawa. Kujua nafasi sahihi ni nusu ya ushindi. Nusu nyingine ni kupata pembejeo bora. Hakikisha unapata mbegu, mbolea na dawa kutoka kwa watu wanaoaminika. Kwa ushauri zaidi juu ya pembejeo gani inafaa kwako, unaweza tumia namba hii hapa kwenye WhatsApp. Sasa, ili tusibaki kwenye nadharia tu, hebu tuangalie mfano halisi. Hadithi ya mkulima mwenzetu aliamua kubadili hesabu za shamba lake na akafanikiwa. Huyu mkulima alichukua ekari yake moja, akapanda mwezi wa 5, akatumia nafasi ya mita 2 kwa 2 na mbegu bora za F1 mseto. Mwezi wa 8, baada ya siku 80 tu, anavuna. Akapata matunda 1700 yote makubwa yenye afya. Akauza kwa bei nzuri ya shilingi 2500 kwa tunda. Baada ya kutoa gharama zote, aliweka mfukoni faida safi ya milioni 225. Hii ni hesabu halisi, sio hadithi za kufikirika. Unaona, maarifa ndiyo nguvu. Baada ya miaka yangu shambani, nimejifunza wakulima wanaofanikiwa ni wale wasiochoka kujifunza. Kama unataka kwenda ndani zaidi, sio tu kwenye tikiti, bali na mazao mengine, kuna vitabu na miongozo mizuri sana imeandaliwa kwa ajili yetu wakulima wa Tanzania. Unaweza kuipata mtandaoni hapa. Tumefika mwisho. Sasa uamuzi ni wako. Namba ziko wazi, ushahidi uko wazi. Je, utaendelea na kilimo cha mazoea na kuhatarisha hasara? Au uko tayari kutumia hii namba moja rahisi, spacing sahihi, kubadilisha kabisa hesabu na faida ya shamba lako? Fikiria hilo.